Na kukaribisha tena sana ndani ya FM Update Show kwa video nyingine, na kwa sasa tunaangazia story ambayo pia imeongelewa kwa siku kadhaa kutokea mwimbaji Wanjiru wa WAYA alipoweza kuiaga TV ya KAMEME na kuweza kuachishwa kazi mule. Ila wengi hawakuweza kufahamu haswa ni chanzo kipi kamili kilichochangia Wanjiru wa WAYA kuweza kuachishwa kazi katika runinga ya KAMEME TV. KAMEME TV ni runinga inayomilikiwa na kampuni ya MediaMax, ambayo kampuni hii ipo chini ya familia ya Kenyatta, na pia ilikuwa katika umiliki wa familia ya William Ruto, lakini baada ya mtafaruku wa wawili hawa kutengana, MediaMax ikawachwa chini ya familia ya Kenyatta. MediaMax inamiliki TV ya KAMEME TV, K24 TV na televisheni zingine, alafu imekita kambi katika redio. Ina Milele FM, kuna Meru FM, kuna KAMEME FM na redio zingine ambazo ni za lugha ya mama. Sasa Wanjiru wa WAYA, ni kipi haswa kilichangia yeye kuachishwa kazi? Wanjiru ni msanii ambaye ni chipukizi na amejijengea jina kupitia performances za kwake katika vilabu na runinga. Na nitasema ukweli, kama wewe ni mtu ambaye unazingatia televisheni za Kikuyu na programu za Kikuyu, utakuwa umepatana na TV presenter Wanjiru wa WAYA. Wanjiru alikuwa akifanya kazi chini ya KAMEME TV nyakati zilizotangulia, ila akafutwa kazi na kuweza kuwa replaced by Jeff Njoroge. Kando na kuwa mtangazaji maarufu, Wanjiru wa WAYA ni msanii wa nyimbo za Kikuyu za MUGITHI, na kupitia kurasa zake za kijamii, mostly pale kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, ameweza kujizolea wafuasi na mashabiki wengi sana. Na kulingana na video iliyosambazwa na MC Zaku kupitia ukurasa wake wa kijamii wa TikTok, ameweza kudhihirisha chanzo cha kuweza kufutwa kazi kwake Wanjiru katika KAMEME TV, akisema she did not study journalism. Wanjiru was in an interview and she said that she was hired by KAMEME TV as a presenter despite her having no idea of broadcasting. Hapo ndiyo mara nyingi unapata televisheni na runinga zinafanya makosa. Unapata televisheni na runinga zinafanya makosa sababu maana watu ni wasanii na ni waimbaji, wana kipawa cha uimbaji, lakini kazi ya utangazaji na kazi ya kuweza kuwa mbele ya runinga, mbele ya kamera na kuweza kubroadcast information ama kuweza kuongoza kipindi ni kazi ambayo tunafunzwa shuleni. Tunapokea stakabadhi, tuna shahada na stashahada ambazo tunazisomea na tuna spend wakati mwingi sana. Tunatumia wakati mwingi sana, miaka 3-2 mtu yupo shuleni akisomea kazi ile. Lakini mwisho siku amwapi kazi wale wanaostahili, mnawapa kazi watu sababu wameamkia tu, ameimba, amepata namba, unamuona, unaweza muita na namba za kwake aje katika runinga ya kwako ama redio ya kwako, na wewe unadhani ya kwamba yule mtu atazingatia zile kanuni ambazo zinapaswa kuzingatiwa katika utangazaji. Utakuwa umepotea. Sasa kulingana na hilo, Wanjiru amepata kuachishwa kazi, na kwa sasa mambo ndio hayo. Nikisoma, Wanjiru said that she started hospitality, alisomea upishi kulingana na connection aliyokuwa nayo na rafiki yake wa karibu. Hapo akapata kazi ndani ya KAMEME TV. So she got a job, alipata kazi ndani ya KAMEME through connection. Kutokea hapo, Wanjiru akafutwa kazi. According to Zaku, who is a famous TikToker and a blogger, he said that this is the reason why Wanjiru was fired. Na pia nakubali na hilo. Wakati mwingine unaongea tu, ujali, unaongea tu. Ndivyo mambo yalivyo. Unaambiwa lisemwalo lipo na kalipo lijiani laja. Mimi nitakuacha na msemo. Usimshangae fundi kitanda
analala chini. Huku ni kwetu na huku ni Uswazi. Mambo ndo hayo. Tuungane katika video zetu zijazo.